Bwana Yesu asifiwe sana. Karibuni sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50 ambapo huwa na share neno la Mungu, na namshukuru Mungu sana kwa kunisaidia na kuniwezesha kushare neno la Mungu na wewe siku ya leo. Ninaomba kama wewe ni mgeni na bado hujasubscribe, share, like and comment, na Mungu akubariki. Tunaendelea na series ya Zaini Matunda Mema, na tunda jema ni moja, nalo ni tunda la Roho Mtakatifu. Tumeangalia sehemu mbalimbali na leo tunaenda kuangalia sehemu nyingine ya uaminifu. Naomba ukae na mimi mpaka mwisho kwa ajili ya hili somo. Ni muhimu sana katika maisha yetu. Mungu akubariki sana. Lakini kwanza, kama kawaida yetu, ninaomba uangalie hii video fupi ambayo nimeitayarisha kama introduction ya somo. Mungu akubariki sana. Uaminifu ni sehemu nyingine ya tunda la Roho ambayo ni muhimu sana katika maisha ya Mkristo. Bwana atatupima sawasawa na jinsi ambavyo ametupa kazi yake. Kuna wengine wamepewa kazi ya kuhudumu kwa watu wengi sana, na kuna wengine wamepewa kazi kuhudumu katika watu wachache. Haijalishi ni watu wangapi ambao umepewa au huduma yako inahudumia. Mungu anachokiangalia, je, alikutuma hiyo kazi? Na je, ulivyotumwa uliifanyaje? Uliifanya kwa moyo? Maana neno linatuambia ya kwamba katika kila kitu tufanye kama vile tunafanya kwa Bwana, sio tunafanya kama vile tunafanya kwa watu. Yawezekana mara nyingine tunaweza tukafikiria au tukaangalia huduma za wengine ambazo ni kubwa, zinaonekana kwamba zinafanyika, zina attract watu wengi, au ziko mahali ambapo kama vile miji mikubwa, au katika watu wanaenda nchi mbalimbali na wao katamani. Lakini unasahau kwamba anayetoa huduma ni Mungu, na yeye atapima, je, alichokutuma ndicho ulichofanya? Kwa somo zima naomba ukae mpaka mwisho tujifunze kwa pamoja, na Mungu akubariki sana. Amen. Ubarikiwe sana. Naomba kweli ukae na mimi mpaka mwisho. Sasa, uaminifu ni muhimu sana, na wote tunajua kwa nini uaminifu ni muhimu. Mungu wetu ni mwaminifu. Umeshawahi kukaa na kufikiria kama Mungu asingekuwa mwaminifu, hivi ingekuwaje? Ingekuwaje kama Mungu asingekuwa mwaminifu? Yaani Mungu angekuwa anabadilika tu. Leo anakuambia hivi afu afanyi. Sijui dunia ingekuwaje, au sijui maisha yetu yangekuwaje. Lakini tunampenda Mungu kwa sababu ni mwaminifu. Analiangalia neno lake na kulitimiza. Bwana Yesu naye alikuwa mwaminifu sana kwa Baba yake. Kile alichoagana huko toka mbinguni, anasema ndo nimekuja kukitimiza, na akaja kakitimiza sawa sawa na jinsi ambavyo Baba yake alikuwa amepatana na Baba yake. Kwa hiyo uaminifu uko katika mambo mengi, sio tu katika huduma kama hiyo video inavyozungumza. Mambo ni mengi. Sasa hebu niongelee tu ule mfano ambao Bwana Yesu aliutoa, mfano wa watumishi watatu ambao walipewa talanta na bwana wao. Akawampa yule wa kwanza akampa 5, wa pili akampa 3, yule mwingine akapewa 1. Alafu yule bwana akaenda akasafiri. Aliporudi sasa akawaita watumishi wake wote watatu. Haya, wewe mwenye 5, yule mwenye 5 kwa furaha akampa 5. Yule mwenye 3 kwa furaha akampa 3. Yule mwenye 1 sasa. Yaani hiyo inanifundishaga sana. Yule mwenye 1 kiburi mpaka hapa, jeuri mpaka hapa. Anamwambia yule bwana wake, kwanza wewe unavuna usipopanda, wewe ni dhalimu, wewe sijui, maneno yamemtoka, mapovu yanamtoka. Wakamwambia, bwana wewe nipe ulichodania. Mimi nilifukia. Ulifukia vipi? Utafukiaje wakati wewe bwana mimi nilikwambia? Hata kuiweka benki kweli ulishindwa. Uje unirudishie hata 1.5. Ulishindwa hata kufanya hivyo. Akasema, mchukueni huyo mkamtupe kwenye giza. Na wale wengine akawaambia, karibuni watumishi wangu waaminifu, mrithi pamoja na mimi. Jamani wapendwa, somo kubwa ni nini? Ni kwamba kila mmoja wetu kuna kitu amepewa na Mungu. Sio kimoja, sio viwili. Tukiuangaliaga huu mfano, tunawaza tu ni kuhusu talanta zetu, yani vipaji Mungu ambavyo ametupa.
ndio nadhani watu wengi sana tunafundishwa hivyo. Lakini kwa muono wangu mdogo na jinsi Mungu alivyonisaidia kuelewa, kwamba Mungu ametupa vitu vingi sana. Hata neno lake linasema katika Yohana 3 ya kwamba hakuna kitu mtu alichonacho ambacho hakupokea na Bwana. Sasa wewe mwenyewe anza kuhesabu vitu ambavyo umepokea kwa Bwana. Ulivyokuja ulikuja na nini? Ulikuwa unamjua huyo ni babako, huyo ni mamako? Ulikuwa unawajua au ni dada zako au ni kaka zako? Wote umepokea kwa Bwana. Ulikuwa unajua kwamba utaishi miaka mingapi? Mungu amekupa hiyo miaka ya kuishi. Pumzi umepewa bure. Neema, rehema, fadhili, vyote hivyo tumepewa. Tunavitumiaje? Tunavitumiaje? Haya, tumepewa wokovu, tunautumiaje? Haya, tumepewa Roho Mtakatifu, tunamtumiaje? Haya, tumepewa vitu vingi. Haya sasa tumepewa na hizo huduma. Tumepewa na gifts mbalimbali za kuweza kumtumikia Mungu. Maana gift inatusaidia tu kumtumikia Mungu. Tunazitumiaje? Ina maana hapa Bwana Yesu alikuwa anatuambia ipo siku ambayo wote tutasimama mbele yake. Ukaulizwa, haya, wewe nikupa miaka 50 ya kuishi duniani. Katika hiyo miaka 50 ni miaka mingapi uliitumia kwa ajili yangu au kwa ajili ya utukufu wangu? Haya, wewe nilikupa watoto, nilikupa familia, nilikupa hiki, nilikupa hiki. Na ndio maana unaona 5, 3, 1. Kuna wengine hawana familia. Lakini kutokuwa na familia it doesn't mean huwezi kumtumikia Mungu. Labda wewe ndio ulitakiwa mtumikie Mungu kuliko yule ambaye ana familia. Yaani mambo yako mengi, kazi, biashara, mali tulizopewa. How do we use all these things kwenye kumtumikia Mungu? Huo ndio uaminifu. Sasa vipimo vya wanadamu huwa tunaangalia, yani yule anafanya hivi kwa Mungu. Yani tukiona wale watu wanafanya mambo makubwa ndio tunaona waaminifu. Unashindwa kujua labda Mungu alikuwa amemwambia wewe, kwa talanta niliyokupa wewe ni wa kuhubiri dunia nzima. Mbona umebakia tu unahubiri Afrika? Au wewe mbona unaendelea tu kuhubiri? Wewe mbona unahubiri? Mimi nilikuweka wewe wa vijijini. Yaani uende kule vijijini ndani kule ndio kwako huko. Wewe umengangania kiufupi ni kwamba uaminifu wowote kipimo ni Mungu, kwa sababu yeye ndo anayekupa hiyo talanta. Akikupa hiyo talanta, wewe ndio unatakiwa ucommunicate naye. Mimi talanta natumiaje? Mimi maisha yangu Bwana, unapozaliwa tena mara pili, maisha yangu ndio haya Bwana. Sasa mimi nakutumikiaje? Mara nyingi we don't communicate with God. Umeona? Sasa tunamtumikia Mungu au tunaonyesha uaminifu katika sehemu gani za maisha yetu? Kwa sababu hiyo ndio muhimu sana kujua, naonyeshaje uaminifu na ni katika sehemu gani ya maisha yangu. Cha muhimu Bwana, katika maisha yetu yote, yani katika kuishi kwetu tunatakiwa tuwe waaminifu. Kuna mtu mmoja ananifurahisha sana, naye anaitwa Yusufu. Yusufu alikuwa mwaminifu Misri. Wewe imagine mtoto wa miaka 17 umechukuliwa utumwani, uko umepelekwa huko nchi ambayo huijui. Hata lugha mwanzoni alipofika alikuwa ongea lugha ya Kimisri, lakini hamna babake, hamna mamake, hamna mtu anayemjua, hamna mtu anayemuona. Lakini alivyojaribiwa na mke wa Potifa, akasema, wewe mke wa Potifa, mimi hili mbona siliwezi? Kwanza huyu mzee mwenye nyumba kaniamini sana na vitu vyake vyote. Yani leo ndo nije nimfanyie hivi. Lakini cha muhimu, Mungu anayeniona. Potifa anaweza sinione. Maana yule mama anamwambia, Potifa atajua mimi na wewe tu. Akaambia wewe, Mungu wa mbinguni ananiona. Na siwezi kumfanyia Mungu uovu huu mkuu. Ndio Mungu anavyotaka. Maisha yetu tuwe waaminifu hata pale ambapo watu hawatuoni. Hata siri kwamba haitatoka. Tuwe waaminifu, maisha yetu yazungumze kwamba tunajua Mungu yupo mahali popote. Huduma kama nilivyoonyesha kwenye hiyo clip, mfano mzuri ni Akai. Na huduma tunavyozungumzia sio huduma hizi lazima niwe na hubiri, lazima niwe na imba, lazima nifanye nini, mambo mbalimbali tu. Kuna huduma nyingi sana.
Akai alitumwa, alikuwa pamoja na wengine ambao walienda vitani, lakini yeye alivyoziona zile nyara ambazo walitakiwa wazirudishe ziwe matoleo kwa Mungu, akazitamani. Anasema alivyoziona akazitamani, akaona ni vitu vizuri, akavificha huko ardhini. Huko kwa ardhini alienda yeye na watoto wake na familia yake, kwa sababu hakuwa mwaminifu. Alisahau Mungu anamuona katika ndani yake. Kwa na sisi vile vile tunazo huduma mbalimbali. Bado kuna Mungu anataka tuwe waaminifu katika kutoa. Kutoa nako kuna uaminifu wake. Sasa nyingine, tusitoe kwa sababu wengine wanatoa. Tutoe kwa sababu Mungu anataka tutoe kwa ajili fulani. Umeona? Na sio lazima pesa. Inawezekana muda wako. Nimesema muda ndio resource kubwa ambayo hamna tajiri wala maskini anaweza kusema mimi mbona Mungu mimi. Wote tuna masaa 24. Wote katika masaa 24 tunayatumiaje kwa uaminifu bila kumuibia Mungu? Kuna mtu mmoja aliwahi kuuliza kanisani kwetu. Akasema hivi, mimi nina kazi, nina watoto, unajua tena huko Ulaya lazima wewe ndo house girl, wewe ndio kila kitu, yani wewe ndo dereva. Maki ukirudi nyumbani sio umerudi. Kuna mtoto sio anatakiwa apelekwe sio kucheza netball, mtoto mwingine anatakiwa football, mtoto mwingine anatakiwa kwenda kuruka kamba, mwingine anatakiwa kufanya nini. Yani unajikuta kuna huko kuna unatakiwa upike, unatakiwa usafishe nyumba, unatakiwa ufanye nini. Yes, we do that and it's hard. Lakini yule alikuwa anauliza hivi, hasa katika hayo yote ninamweka wapi Mungu katika siku yangu? Maana by the time nimerudi nimekaa chini na kula, mwili umechoka, unataka kwenda kulala. Nikasema it's a valid question, lakini tujiulize. Mimi niliwahi kuumwa siku moja tu, nimerudi hapa nyumbani ninaumwa, ushuhuda wangu uko hapa, naumwa hoi. Na nilikuwa nataka kusafisha, nataka kupika. Mbona hivyo viliahirishwa karibu mwezi mzima? Naumwa, niko hoi, naambiwa sijui kama nitapona. Ndio nilipojifunza kwamba nikajifunza na kuanzia siku hiyo mimi nikiweza kusafisha na safisha, siwezi sijilazimishi. Yani ile ya zamani eti nikiangalia mahali napata depression kwamba pako pasafi. Yani ukija nyumbani kwangu uwe utakavyo judge, lakini mimi siwezi eti kujiua wakati najua hapa nikidondoka hamna mtu atajali kwamba nilisafisha au sikusafisha. Point ni kwamba Mungu kwanza. Kwa siku yetu Mungu kwanza. Tukipata muda wa kumtumikia Mungu, hivi vitu vingine vinaweza vikasubiri. Jamani, kuna vitu vinaweza kusubiri. Najua kuna vitu haviwezi kusubiri, lakini vipo vitu ambavyo tunaweza tukasema, especially now mambo ya simu. Unaweza ukajikuta una scroll na saa nyingine unasema naangalia neno la Mungu. Mimi mwenyewe niko kwenye huo mtego, na muomba Mungu anisaidie. Lakini point jamani wapendwa, ni Mungu ndo anaitupa muda. Kwa hiyo tusiwe tunamrestrict, tunamuona yeye ndo tunampa kile cha mwisho kilichobakia wakati tumechoka sana. Uaminifu katika nafasi zetu. Kila mtu ana nafasi, sio moja tu. Sio nafasi tu ya kusema kwamba mimi ni mwalimu au mimi ni mhubiri, mimi ni mwimbaji. No, wewe ni mama, wewe ni baba, wewe ni dada, wewe ni kaka, wewe ni shangazi, wewe ni mtoto wa mtu, binti wa mtu, wewe ni bin wa mtu, wewe ni hizo position. Je, wewe ni mwaminifu kwenye hizo position Mungu alizokupa? Wewe ni mfanyakazi. Je, unazitumiaje hizo nafasi zako kumpa Mungu utukufu? Unawaongozaje wengine kwa Yesu katika nafasi zako mbalimbali? Au hata maisha yako wakiangalia, je, wanatamani kumfuata Yesu au unamwaibisha Yesu? Ndio tunatakiwa tuwe waaminifu katika hiyo sehemu. Do we prophesy Jesus? Kuna watu wengine wakifika mahali wanajisahaulisha. Yaani kama vile hamjui Yesu, anamkana. No. Umeona hiyo? Tunatakiwa Danieli alipofika tu kule katika nchi ya ugenini huko, akawaambia mimi siwezi kula chakula chenu. Uaminifu. Hamna mtu anamuona. Na yeye wala hakuwa na wazazi kule. Lakini sitakula chakula cha mfalme, nikajitia najisi. Haya, ilipofika swala la wenzake, wafanyakazi wenzake, tumesema kwenye position, wafanyakazi wenzake wanataka kumfanyia ila, wakasema huyu Danieli, tukisema kwamba eti tuangalie sijui kazi yake sio nzuri, labda anaiba kazini, labda anachelewa kazini, labda anafanya hivi, tukamsemea kwa mfalme, tutakuta ni
tutashindwa sisi, kwa sababu anaifanya kazi yake vizuri, mwaminifu katika kazi yake. Huyu ili tumpate, tumwekee zengwe kwenye mambo ya Mungu wake, ndo likasimamishwa lisanamu, na bado alikuwa mwaminifu kwa Mungu kusema hili lisanamu siliabudu, na Mungu wangu kama ataniponya ataniponya, asiponiponya I'm ready to go to my dad. Umeona uaminifu, na neno la Mungu linatuambia katika Ufunuo uwe mwaminifu mpaka kufa. Unajua wapo watu kweli wanakufa kwa sababu ya uaminifu wao, ndugu zetu kabisa katika Bwana, huko Sudan, huko Saudi Arabia, huko China, huko Russia, wanakufa kwa sababu wamesimama katika nafasi yao kusema hapana, I'm not doing this, kwa sababu namuogopa Mungu. Sisi tunaweza tusife katika mwili, lakini tukateseka kwa sababu ya uaminifu. Ipo gharama ya kutoa, umeona? Kwa hiyo tuwe nani? Sauli yeye kwenye position yake alivyoambiwa, Sauli nenda ukawaue Waamaleki wote, akaona mimi navibakiza vinono hivi kweli hivi vinono navyo ni vinani na huyu mfalme Agagi? Hapana, hivi naviweka. Akashindwa kuwa mwaminifu kwenye nafasi yake kama mfalme. Umeona? Kwa Mungu atusaidie tuwe waaminifu katika nafasi zetu Mungu ambazo ametuwekea. Uaminifu katika kutoa. Anania na Safira wakasema hela yote. Kwa nini tutoe hela yote? Wengine hata watoi kama sisi. Sisi ndo tunatoa kuliko wengine. Ngoja ituweke, kwani watajua? Kwa sababu hata tukitoa hii hapa, natoa mfano tu, sio the whole story ilivyokuwa, lakini saa nyingine we justify. Unaona, labda unaona wengine wanatoa 5,000 wewe Mungu anakuambia 12,50. Unaona hata nikitoa 30,000 si nyingi kuliko hao 5,500. Umewithhold. Kwa hiyo pale uaminifu hamna kwa Mungu. Uaminifu unatakiwa uwe kwa Mungu, ndio kwa wanadamu, lakini hata ule kwa wanadamu ni matokeo ya kuwa kwa Mungu. Na ukweli mpendwa, kama hatuko waaminifu kwa Mungu, hatuwezi kuwa kwa wanadamu. Yaani tukiwa kwa wanadamu tunajidanganya. Itafika mahali tutabanwa, tutaacha kuwa waaminifu kwa wanadamu kwa sababu hatuko waaminifu kwa Mungu. Mungu kwanza. Aya, tunakuja sasa sehemu nyingine ambayo tutakiwa tuwe waaminifu. Ahadi. Hizi ahadi. Ahadi hata mimi zimenitouch. Mara nyingine tunashindwa kuwa waaminifu katika ahadi kwa sababu ni wepesi sana kuahidi. Neno Mungu linatukataza katika Mithali tusiwe wepesi wa kuahidi, kwa sababu Mungu hapendezwi na wapumbavu. Yaani tunaitwa wapumbavu tunavyoahidi uongo. Saa nyingine unaahidi huna hata nia wala ujui hiyo ahadi yako utaifanya vipi. Mungu naomba uturehemu na kutuhurumia na kutusamehe. Naweza kumwahidi Mungu ukinifanyia hivi, Mungu mimi nikifaulu mtihani, Mungu mimi nikipata hii kazi, Mungu mimi ukiniponya, Mungu mimi ukinibariki, Mungu mimi ukinipa biashara, Mungu mimi kipato changu kikiongezeka. Kisubiri kiongezeke. Sasa hizi nitalipaje? Hii nitafanyaje? Kanisani sasa itabidi Mungu mwenyewe anajua. Siwezi kwenda tena kanisani. Mungu atusaidie. Kwa wanadamu wengine vile vile. Nitakupigia simu. Nakuombea. Uko kwenye maombi yangu. Mara nyingine tunapoahidi, I think ukiwa na hiyo nia, alafu ukashindwa ukasahau kwa sababu ya kaza. Wale mlioko katika umri wangu mnajua sasa hivi. Yaani mimi wiki iliyopita ilikuwa naenda hospitali, natakiwa niende hospitali. Nimeweka mpaka alarm. Nimeamka asubuhi alarm. Nimekuja kushtuka 2 hours later. Nikasema hata kuweka alarm na sahau. Sijui nilizima nikalala, God knows. Wale wa umri wangu saa nyingine tunasahau, sio kwamba tunapenda. Mungu atusaidie. Lakini unamwambia mtu nitakuombea wakati una nia ya kumuombea. That is bad. Kwa sababu kama Mungu alikuwa anapanga watu, sasa anajua okay, Rebeka atamuombea Sara. Rebeka umuombei Sara. Sara kakosa maombi. Ingawaje natoa mfano, sio kiukweli, kwa sababu Mungu anajua tu huyu Rebeka hata aomba anamuinua mtu mwingine kwa ajili ya huyu Sara. Lakini wewe kwa nini umeahidi na ulikuwa hutaki kuomba? Kwani ungesema tu ngoja nikuombea hapa mpendwa, umalizane naye kuliko kuahidi. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo
Hizo ni sehemu tu chache ambazo leo Mungu amenisaidia kuzielezea kwamba ni sehemu muhimu sana ambazo tunatakiwa tunani. Lakini tusisahau jamani, kuwa waaminifu kwa Mungu na kwa wanadamu ipo faida. Mithali 28 mstari wa 20 atuambia mtu mwaminifu atakuwa na baraka tele. Kwa hiyo zipo baraka tele za kuwa mwaminifu, kwa sababu kwanza tunafanana na baba yetu, tunafanana na Bwana wetu Yesu Kristo, lakini vile vile tunakuwa nuru kwa wengine. Jamani, inafurahisha ukimwona mtu mwaminifu, especially dunia tunayoishi sasa, waaminifu ni wachache sana. Kwa hiyo ukiwa ni mmoja wapo ambaye watu they are counting on kwamba wewe ni mwaminifu, yule bwana mwaminifu, au yule dada mwaminifu, au yule mama mwaminifu sana, unaweza ukamwambia, ukampa hii kazi akaifanya kwa uaminifu, ukafanya hivi akafanya kwa uaminifu. It's a good thing, tunakuwa nuru. Kwa hiyo mimi leo ngoja niishi hapo. Mungu awabarikini sana sana sana. Maombi yangu ni kwamba Mungu atusaidie tuwe waaminifu katika sehemu zetu mbalimbali ambazo Mungu ametuweka, katika vitu vyetu mbalimbali Mungu alivyotupa. Tuwe waaminifu kwa Mungu na kwa wanadamu wote, sio kwa nguvu wala uweza, ni kwa roho Bwana, roho Mungu. Tunaomba tusaidie sana, kwa sababu tunataka na sisi siku moja tutakaposimama mbele ya Bwana, Bwana Yesu aseme, come here my faithful servant. Will it not be good? Mungu awabariki sana. Ninaomba kama bado subscribe, share, like, comment. Mungu akubariki mno 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 mno.